kuiweka njia iliyo mbaya, na anapopandikiza njia mbaya na mawazo mabaya na matendo mabaya, unaanza kuambatana na shetani mahali popote unapoenda, na chochote unachokifanya unakifanya si kwa sababu unapenda, unachiepuka si kwa sababu unapenda, unazini sana si kwa sababu unapenda, unalewa sana si kwa sababu unapenda, bali ni kwa sababu ya nguvu ambayo shetani amepandikiza ndani ya akili yako. Biblia inasema ya kwamba ambao akili zao zimekuwa giza wamefarikishwa na uzima wa Mungu. Unapofarikishwa na uzima wa Mungu, unaanza kufanya mambo yanayotokana na uwezo wa ile nguvu ambayo shetani amepandikiza ndani yako. Utajikuta unasukumwa kwenda kufanya dhambi pasipo wewe mwenyewe kupenda. Na ndio maana dini yako nzuri, una dhehebu lako nzuri, kila Jumapili asubuhi na mapema unawahi misa zote, lakini bado maovu hujayaacha. Ni kwa sababu ndani yako adui amechukua akili yako, hasa amekufarikisha. Maanake ameua uwezo wako wa kufikiri, ameua uwezo wako wa kutazama. Na ndio maana naona katika ulimwengu wa leo mambo maovu yanaendelea. Si ajabu leo kuona baba anambaka mtoto wake aliyemzaa mwenyewe, anambaka. Ni kwa sababu akili yake amefarikishwa, yani ameuawa, akili yake haifanyi kazi tena. Na ndio wanaona mtu amezaa mtoto wake yeye mwenyewe, lakini anaenda kumtoa kafara, anamroga mtoto wake eti ili apate mali. Ni kwa sababu akili yake imefarikishwa na ule uzima wa Mungu. Huyo mtu anahitaji kumpata Yesu ambaye alibeba yote. Huyo mtu anahitaji kumpata Yesu ambaye ana uwezo wa kumfufua kutoka kwenye akili iliyokufa na akamleta kwenye uzima wa Mungu, ambako uko na raha, kuna akili mpya,